Nataka nizungumzie mambo 10 yanayomfanya mwanamume akuone mwanamke wa kipekee. Yaani hata akaona mwanamke mwingine iwe hamvutii wala hamtamani. Kitu cha kwanza ni unyenyekevu wako. Mwanamume kama mwanamume anapenda sana mwanamke mwenye adabu. Anapenda sana mwanamke anayejua kujiheshimu. Alright? Lakini pia anapenda mwanamke ambaye heshima yake inakuja bila kujifanya. That is, mume iwe yupo iwe hayupo, mwanamke heshima anajiekea. Ni kitu ambacho kinamvutia zaidi ya urembo. Kitu cha pili ni namna unavyoongea. Ukijua kuongea kwa upole, ukijua kuongea kwa hikma na busara, unaacha alama akilini mwa mwanamume kwa muda mrefu sana. Jambo jingine msikilizaji ni kutojilinganisha. Wanawake wengi hujidhalilisha, ama naweza sema hufeli ama hujiangusha kwa kujidhalilisha ama kujilinganisha na wengine. Ila wewe ukiwa wa kipekee, unaonyesha ujasiri wa kweli. Jamani, uzuri wa ndege manyoya, uzuri wa mwanamke kujiamini. Kwa hivyo unaweza kumuwin mwanamume kwa kujiamini, kwamba unaridhika na kile ulicho nacho. Hujilinganishi wewe kwa mwanamke mwingine, wala humlinganishi yeye kwa mwanamume mwingine. Jambo jingine ni kumpa amani na sio pressure. Mwanamume hata siku moja, kama ulikuwa hujui, hatakimbilia kwa mrembo, lakini atakimbilia kwa yule anayempa utulivu wa moyo. Ngoja nikupatie siri. Mahala popote penye karaha mwanamume hakai. Kwa hivyo ukiwa sehemu yake ya amani, hawezi kukuacha. Trust me. Jambo jingine msikilizaji ni ukweli wako. Ukisema unachomaanisha, ukawa mkweli bila ila yoyote, mwanamume anakuheshimu zaidi ya wote waliomzunguka. Lakini pia jambo jingine msikilizaji ni kujali kwa dhati. Kama unajali hata yale mambo madogo, because wazungu wanasema siku zote it is the little things that matter. Alright? Kwa hivyo ukimuonyesha mwanamume kwamba kweli unamjali bila hata kujifanyisha, mbona unaiteka akili yake? Unaaja hata kwenda kwa mganga ati upoteze pesa, akupe liwanda, sijui akupatie limbwata. Hapana. Kitu unachohitajika ni kuwa creative. Mwanamume anapenda mambo madogo madogo. Kwa hivyo ukiwa na ile ari ya kumzungumzisha kihaki lilai kikweli, mwanamume kwako anaketi. Na utashangaa sana, kwa sababu wanawake wote atakaowaona kule atawaita madada. Sawa? Lakini pia kutopenda sana drama. Zingatia hilo msikilizaji. Kutopenda sana drama. Kwa sababu sasa hivi
wanawake wengine wana vituko zaidi ya Firauni. Sawa eh? Na wanawake wengi wanapoteza mvuto huku nje kwa kuleta kelele zisizo na maana, hazieleweki ndewe wala sikio. Ukitulia, ukiwa makini, unajua wapi pa kusema, wapi pa kunyamaza, huyo mwanamume ushamteka bila hata kusema jambo lolote. Lakini pia msikilizaji, kujiheshimu. Manake mwanamke jamani halindiwi heshima, mwanamke anajiheshimu mwenyewe. Mwanamke analinda heshima yake mwenyewe. Hata kama umepata mwanamume ambaye anakupenda, mwanamume atakuheshimu zaidi ukiweka mipaka na kujitunza. Hiyo ndiyo heshima kubwa anayoitaka mwanamume. Jambo jingine msikilizaji ni uwezo wako wa kumtia moyo anapochoka, akipoteza ama akikata tamaa, akipoteza matumaini. Maneno yako ya kumtia moyo, ya kumtia nguvu, yatamfanya na yanamfanya huyo mwanamume akuone tofauti na wengine wote. Lakini pia kumfanya ajihisi yeye kuwa huru akiwa na wewe. Bimaana yani unamfanya acheke bila hofu yoyote. Siri ya mwanamume ni kwamba akiweza kucheka akiwa na wewe kwa amani, umetusua. Yani ndio unampatia, anatokwa ile hofu ya kwamba naweza kuzungumza na mpenzi wangu lolote wakati wowote, kwa sababu tumewekeana ule uhuru. Tumewekeana ile space ya kwamba anaweza kucrack joke na mimi nikacheka. Jamani, maisha ni mafupi. Uko kwenye ndoa, uko kwenye mahusiano, lakini una hofu hata ya kumwambia mpenzi wako joke. Muda mwingine unaweza kusema joke kwake akaichukulia tofauti, mkaanza kubumburushana. Lakini kukiwa na ile humor katika mapenzi, katika ndoa, mtazidi kuishi kwa muda mrefu, lakini pia uhusiano wenu wa ndoa yenu itadumu. Sawa eh? Kwa hivyo sio lazima uwe mrembo. Lilia sana wewe kama mwanamke kumgusa mwanamume kwenye roho yake. Jamani, uzuri hata mbuzi anayo sura yake. Jiulize wewe, unayo bahati?